Bwana asifiwe. Kama ulishindwa kumsaidia mtu kwa kidogo, usipige hesabu kwamba nitamsaidia mtu kwa kikubwa. Hapana. Katika kidogo hicho hicho Mungu anatupima tunatumiaje. Aliye mwaminifu katika madogo huwa mwaminifu katika mengi au makubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hoja ya pili sitaweza kukaa sana. Nitakwenda kwa hoja ya tatu. Tutaenda hii hoja ya tatu, anasema fedha zinatakiwa zitumike kwa hekima. Ni maagizo ya Mungu kututaka tutumie fedha kwa hekima. Sasa tutarudi pale pale kusema kwa nini aagize Mungu tutumie fedha kwa hekima? Fedha na mali zilizopo tumekubaliana kwamba ni za nani? Za Mungu. Kwa kama ni za kwake yeye ndio atakayeamua hizo fedha tuzitumiaje. Bwana Yesu asifiwe. Hizo fedha tuzitumiaje? Fedha ambayo tunayo ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua kuna namna ambavyo imetupangia jamhuri kuzitumia hizo fedha. Na kuna sheria ya fedha. Wewe ukasema kwa sababu fedha ni ya kwangu nitanunua chochote. Ukinunua bangi utakamatwa, utawekwa ndani. Ukinunua nyaraka za serikali, fedha ni ya kwako, umenunua nyaraka za serikali. Wanyamapori huko sio watakuuliza umetoa wapi. Kwa fedha ni ya kwako lakini umepangiwa na serikali. Kuna vitu vya kununua, kuna vitu sivyo vya kununua. Lakini umetoa fedha mtu mwingine akauawa. Ni za kwako lakini umezitumiaje? Umezitumia vibaya. Ndicho ambacho Mungu anakizungumza hapa. Inatupasa tutumie fedha zetu kwa hekima. Bwana asifiwe. Inapasa tutumie fedha zetu kwa hekima. Kwa sio swala la Mungu tubariki fedha tu na Mungu akaachilia fedha, akaachilia utajiri, alafu ikaishia hapo. Haishii hapo. Bado kuna step nyingine. Kwamba kweli tumevuka mtihani. Tulikuwa hatuna fedha. Sasa tuna fedha. Tunazitumiaje? How do we spend it? Fedha zinatakiwa zitumike kwa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Fedha zinatakiwa zitumike kwa hekima. Kama tukifeli hapa, fedha inataka discipline. Ukifeli kwenye discipline, haikai, inaanza kukwepa. Kuna namna ambavyo inataka tuende nayo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hekima ya kimungu inatufundisha kanuni. Ziko kanuni. Kanuni ya kwanza, inapaswa kwa fedha zetu tumheshimu Mungu. Kumheshimu Mungu kwa fedha zetu. Kumheshimu Mungu kwa mali tulizonazo. Ndio tumesoma mstari Mithali 3:9. Anasema mheshimu Bwana kwa mali zako. Bwana asifiwe. Sasa tukikubali kumheshimu Mungu kwa mali tulizonazo, Mungu naye atatuheshimu. Tukikubali kumheshimu Mungu kwa mali tulizonazo, Mungu bila shaka atatuheshimu. Bila shaka, mimi sitii shaka, atatuheshimu. Tukikataa kumheshimu Mungu kwa fedha tulizonazo, naye atakataa. Na huu ni mtihani mkubwa sana. Si kama tunavyoweza kufikiri. Ni mtihani mkubwa kuliko tunavyoweza kufikiri. Kupata fedha ni jambo jingine na jinsi ya kutumia fedha ni jambo jingine. Bwana asifiwe. Tuko tunaongea kazini, kuna vijana wameajiriwa naona ndio. Sasa kwa sababu Mungu ameangalia chini kubwa sana. Wameajiriwa na ili baraka wanapewa mshahara kama milioni 16. Yaani ndio ametoka tu shule. Analipwa milioni 16 kwa mwezi. Na kwa sababu ya uwezo wake na uwezo wa hao vijana, walikuwa na uwezo mkubwa kuliko bosi wao. Sasa wao wakanapewa milioni 16 kwa mwezi. Wakasema sasa haiwezekani bosi wao mmoja tangia mwanzo tunawapa mshahara mdogo sana, lakini ongeze kidogo. Bwana asifiwe. Na yeye aongezeke kidogo juu. Yaani ikabidi bosi aongezwe sasa kwa sababu hawa watu wawili ambao wamekuja very bright kichwani wanapata fedha. How do they spend? Jamaa wanasikiliza isee ni walevi balaa.
ni walevi adhabu. Sasa swali linakuja, unafikiri watakapokuwa wanakwenda na wanakwenda hatuombei mabaya? Katika upatikanaji huo wa fedha na ulevi wanakwenda hivi, Mungu atasema ngoja ni waokoe hawa na ulevi. Atafanya mzee ya mbele, hawa watu ni walevi sana. Chukulia wewe umekaa kwenye kitu cha ni walevi mno, ni hatari. Alafu kuna kipato kinaingia, wanakwenda kukitumia kwenye ulevi sana. Unataka uwaokoe kwenye ulevi, step ya kwanza utafanya nini? Ningekuwa ni mimi, ningekata mmoja wa kipato bwana. Unasikia nazungumza? Atakimbilia, atakata, haijalishi una akili kiasi gani. Kumbe fedha tunazozipata kwa kuwa ni Mungu anaziachilia, tuchunge sana jinsi tunavyozitumia. Tukizitumia vibaya atakata. Bwana asifiwe. Atazikata. Kama unazitumia kwenye vile ambavyo yeye hataki, atazikata. Bwana Yesu asifiwe. Atazikata. Lakini yeye anataka fedha tunapozipata tumheshimu yeye kupitia hizo fedha. Asubuhi tulikuwa tunaongea, nikasema hebu ngoja nijaribu kuuliza akili mnemba, unawezaje ukamheshimu Mungu kwa fedha unazozipata? Unawezaje kumheshimu Mungu kwa fedha unazozipata? Akili mnemba nakumbuka iseme hivi, unaweza ukamheshimu Mungu kwa fedha unazozipata kupitia, cha kwanza iliandika zaka.